Governor Amos Kimomi Nyaribo. He is a holder of a Bachelor of Commerce, Finance option, and a chartered accountant. We are struggling here with audit issues, and this gentleman is supposed to be, or am I reading somebody else's description? Are you a chartered accountant? So what is this in your financial statement? What is this? It goes ahead and says, before joining the county leadership, he previously served as a senior economist with the World Bank Group. Is it true? Is that you? No, is it true? I've not seen that. Because, you know, I've read this and I'm wondering, why are we struggling with Governor Nyaribo if he's a chartered accountant? I have a master in finance. And a former World Bank employee. No. So even this financial statement. Chair, now then I think just dissolve this meeting. Not adding value. Okay, you know why, Chair? Bring this meeting to that document has been tabled by the... Karibu kwenye Bidii Media, kwa majina naitwa Dan Kanonyonka. Leo tuko Gekonge Kona ambayo iko ndani ya Bokira Ward ndani ya Nyamira County. Leo tumetembelea kikao cha wazee hapa, vile unaona hapa wazee wako wengi. Tumekuja kuchukua views ambao watuambie kwamba tujue jinsi vile national government inaendelea na pia Nyamira County. Haya, watuambie majina alafu ndio tuendelee. Kwa majina unaitwa nani? Yes, kwa majina. Kwa majina mimi naitwa Haron Kimwalizo. Kwa majina naitwa Bernard Saboke. Kwa majina naitwa Samson Magara. Langu ni Darius Mombinya Okaka. Robert Kariri. Jina langu ni Abraham Mogendi. Aurora Richard. Makisongo wa Matongo. Jared Mose. Omgori Zablon. Daniel Kimonos Gay. James Yonkoba. Naitwa Guto Maranga. Wamesema majina yao alafu tusikie views one by one. Tuanze kutoka hapa. Wanatuambia kwamba wanachukuliaje. Kwanza hivi karibuni vile mliangalia kwenye TV ambayo tulioangalia kwamba Amos ambao ni governor wa Nyamira County alikuwa summoned na the Senate. Mambo yako muendea vizuri, pia watatuambia vile wanachukuliaje maneno haya, na pia kwenye government tutachukulia ma views. Tuanze na wewe. Kwangu mimi naanza hivi, Kenya hii governor simama imara na kufanya kazi na serikali ya Kenya, sio wa Afrika. Fanya kazi na wasungu hapa kwetu hapa nyumbani. Mimi kama Darius Mombinya Okaka sina mengi, yangu ni machache. Ila nashangaa sana kwamba kuna zile promises ambazo tulikuwa tumepewa. Kwa mfano tuseme kuna industrial park, kuna stadium, nikasikia pia wameweka hata uchi ya watoto wa shule ya chekechea, lakini kwa sasa sijaona jambo lolote likifanyika. Na kifupi tu ni kusema kuwa ikiwa haya mambo yamewashinda kutenda nyinyi kama ile kazi ambayo tumewapea nyinyi kuifanya, basi muuze Nyamira, mtupe hela yetu, kila mtu aende zake. La mwisho nikiingia huko juu kwa rais wetu, rais mtukufu Bwana Ruto, wewe finya kabisa, wafinye. Ikiwa hataki kusikia, wafinye. Kama unaona ni ngumu kufanya kazi, tufinye. Sisi tunakubali, ni wanyonge. Lakini ikifika 2027, sisi pia tutafanya nini? Tutakufinya. Haya, njoo kwana. Kwangu kulingana na gavana wa Nyamira, county ya Nyamira, maoni yangu ni kwamba wale MCAs ambao tulichagua ni hawakwenda watufanyie kazi kama county ya Nyamira. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Nyamira tunalalamika sana. MCA ambayo tulichagua hawaelewe kazi yao. Hatukuwachagua waende wafanye vikao mara pili. Wawe Nyamira. Kuna county ya Masinani na county assembly. Kwa hivyo hiyo ni kukosa mwelekeo. Sisi tulichagua hao watufanyie kazi kama wakaaji wa Nyamira County. Kwa hivyo maombi yangu ni kwamba hawa MCA warudi, waungane pamoja, mahali waliteresa watengeneze, washikane na governor kwa hii miaka ambayo inayopaki, wafanye kazi mzuri kwa county yetu ili na sisi tupate maendeleo. Na
Na jambo lingine ambalo ningeenda kusumusia ni kuhusu hii mambo ya national government, ni kwamba tuko na mzee wetu ambaye anaitwa Maraga, Justice Maraga, ambaye alifanya kazi mzuri sana wakati alikuwa Chief Justice. Na mimi ningemuhimiza kwamba kuna maoni ambaye alitoa kwamba Chenzi wamemtoa aende kungangania kiti ya president. Kulingana na sisi watu wa Nyamira, atuoni hiyo chambo ni sawa. Yeye kama mzee na alifanya kazi mzuri, angastahili apeane advice kwa government, serikali ya Kenya. Mimi kama mwananchi wa kutoka Nyamira ningependelea huyu Matiang'i angefaa hiyo kiti, ambaye angangania hiyo kiti ya president, na sisi pia wa Kisii tuwe na keke katika Kenya hii. Lakini kama mzee awe akikuwa kama advice ambaye the president ambaye tunaenda kuchagua. Kwa hivyo mimi kama Chenzi sicharitika na ule uamuzi ambaye Mr. Maraga alisema huko Mapei kwamba Chenzi wamemtoa. Sisi hatuchakubaliana Kenya mzima. Kwa hivyo apite achukue maoni yetu sisi kama wa Kenya, Chenzi kutoka Kenya. Sisi maoni yetu ni kwamba tuna support Matiang'i kwa 2022, 2027, lakini Justice Maraga atakuwa advisor. Hiyo ndio mambo ambaye ningependa iangaliwe vizuri sana. Kwa hivyo yeye anapopita akucha aongee na sisi na tumwambie yeye astahili kuwa advisor. Jambo lingine ni kwamba vile serikali yetu inaendelea, ni kama rais alianza vizuri lakini amekosa mwelekeo kidogo. Ni kwamba anahaidi mambo mingi ambayo angependa kutekeleza. Batara aseme jambo moja, wana agenda na yatekeleze hiyo. Sio kupromise watu machenda mingi na hakuna yenye anafanya. Hiyo naona ni kwamba anachukulia kama wa Kenya ni watu ambao tuna mwelekeo. Kwa hivyo mimi ningemuomba rais, kulingana na sira agenda alisema, atumie aanze na agenda ya kwanza, akimaliza amalize hapo aende ingine. Si kugundua kulete miradi mingi sana, analeta miradi ambaye ile pia inakwama. Kwa mfano kama mambo ya nyumba, uchenzi ya nyumba, hiyo sio maana sana kwa Wakenya. Kuna mambo ambayo yalikuwa ya muhimu ambayo angefanyia Wakenya. Sauri kila Mkenya ako na nyumba. Hakuna Mkenya angekosa nyumba, lakini Wakenya wengi tuko njaa. Wakenya wengi, vijana wengi hawana kazi. Hiyo ndio kitu angefanya. Angefufua industry. Industry ingeachiri vijana wengi wapate kazi, ili pesa uchumi ya Kenya iendelee. Lakini sio kuleta ile cow shed, hiyo vitu ambayo inakuwa ni wanachukulia pesa kutoka hapa, wanatumia kuichukua pesa. Kwa hivyo mimi ningemuomba rais aangalie strictly, aende kwa hizo maagenda zenye ambaye alikuwa ametoa. Thank you. Na tukirejelea kwenye swala la gavana wetu Amos Nyaribo, wakati alikuwa summoned na Senate, ilibainika kwamba alikuwa na fake papers. Hili jambo ni la muhimu ama pia linaweza kuaffect aje kwenye kaunti yetu? Kwa kweli ambaye vile senator walikuwa wanasema our governor ako na fake papers, siamini. Ni kwamba ile ambaye documents zenye alitoa ni kwamba kulingana na testimonial zake ni sira aliongeza kama hizi za kusema alikuwa akifanyia uratibu kwa World Bank. Hiyo ndio ilileta utatanishi, lakini kwa hiyo barua nyingine ya academic iko sawa, lakini wengine ya kufanya kama alifanya kwa IMF kama mratibu wa hesabu, hiyo ndio iko na utatanishi kidogo. Lakini jambo la muhimu kwamba Senate ingezingatia ni kwamba utekelezaji wake katika kaunti ya Nyamira iko namna gani. Na kwa hii miaka amepata shida mingi. Nafikiri angefanya kazi mzuri kwa kutekeleza kwa kaunti, lakini vile ma MCA wetu wa kaunti ambaye tulichagua walete mgorogoro ndio wata wanagawanyika. Sasa hiyo kugawanyika imefanya hata pesa zimepaki kwa kaunti zinalala, na mabarabara haipitiki, mahospitali zetu hasina madawa, mashule zetu zingine kama hizi za counties kidogo za nurseries kama madarasa hawana madawati, na hiyo ni pesa ambaye budget ingefanyika itumike kwa hapo, badala ya kwenda kufanya matembezi
MMCA wanaenda kutumia hiyo pesa ya wa Nyamira County, wanaenda kutembea kujifinjari pale. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunaona hakuna maelewano kamili. Na tena kama deputy governor hatujamsikia msimamo wake. Saudi wao walichaguliwa na governor asaidie governor. Sasa yeye kama Daktari Gesami angemsaidia governor mali watengeneze hii county ya Nyamira. Kwa hivyo hapo kuna uregevu, kuna communication ndio shida ambayo imekuwa katika county ya Nyamira. Kwa hivyo mambo yangu ni kwamba warudi watekeleze, wasaidie Nyamira County. Asante. Kwa majina. Yes, Kwa majina mimi naitwa Haron Kimoli. Nikizungumza kwa upande ya Nyamira County. MCS tuliwachagua lakini hakuna kitu wamefanya hata kidogo. Kwa upande wangu kama ningekuwa na uwezo, tungewafuta wote waende nyumbani, tuchague wengine wapya. Tukikuja kwa upande ya Amos, seneta naye amemsukuma Saidi, amewacha kazi yake. Sijui ni hii kiti anang'ang'ania ya ugavana. Sasa akienda kila matanga ni gavana, akienda kila matanga ni gavana. Na yeye wacha afanye kazi yake. Kiti yake iko kwa bunge ya county. Hakuna siku amewahi kwenda kukaa. Kwa upande ya Matiang'i, kwa upande wangu nitasema Matiang'i wacha aende aulize kura kama anataka kiti ya president kutoka kwa chama yake. Lakini akiambiwa ate naenda kuuliza kutoka kwa nyumba ingine, hapo ni kudanganywa. Na kama atakuwa ameenda huko, wengine sisi hatutafuata huko. Nashukuru sana kwa maoni yako. Waje niongelelee juu ya MCA ambao tulichagua hasa Bokera Ward. Mimi sijafurahishwa na huyu mwenzetu ambao tulichagua, ni kwamba wameenda huko vitani, hawajaenda kutufanyia kazi. Naomba watu wa Bokera Ward kwamba next time tukifanya uamuzi ama uchaguzi, tutafute kiongozi wala sio mwanasiasa. Kuna tofauti ya haya mambo mawili kati ya kiongozi na mwanasiasa. Kazi ya mwanasiasa ni kuja na kudanganya watu hapa na pale, lakini mwisho wa kazi ama mwisho wa siku hakuna kitu anafanya. So next time tukifanya uchaguzi, please tuchague kiongozi ambaye atatufanyia kazi. Na upande wa national government, huyu mzee anaitwa Raila alipotoka, amepotoka, nisema amepotoka kwa sababu angeacha huyu Ruto aanguke na serikali yake venye alikuwa ameanguka, ili come 2027 tufanye uamuzi wa busara. Lakini for now, kufa driver, kufa maganga, waje wakufe wote. Chambo lingine, kaunti yetu ya Nyamira nafikiria ndio imefunga mkia kabisa Kenya nzima. Hakuna maendeleo yanafanywa huko. So tunaomba Mungu akitujalia 2027, wacha MCA wakuje, waende nyumbani, tufanye uchaguzi upya. Thank you. Mimi kwa majina Richard Orora, ningependa kuongelea kuhusu Bokera Ward. Hii ward yetu ya Bokera hakuna kazi imefanywa. Tulichagua MCA ambaye amefanya kazi zero work. Ukiangalia kule ile barabara unaweza ona ile kazi imefanywa huko. Kuna mashule kule, kuna hospitali pande ile na haipitiki. Au tukikombea na ile ya pande ile ni Mawawa Ward, kuna tofauti kubwa sana. Kwa hivyo wetu aache kuenda kule mashinani kule Keroka yako kwa miti, anawacha kazi yake kiharibika hapa. Gavana wetu ako na usembe. Hiyo kazi anaenda kuchibishana kule na senator ako sawa kwa sababu ako kazi yake ya oversight. Gavana awajibike, alete hao watu hizo nyumba mbili, anasema ati Okero na nini, tunataka assembly moja. Kwa hivyo gavana wetu amelalia kazi. Hiyo ndio yangu. Nchenda atebe nga Samarita na Abraham Ogendi, ntunaba gusitole.
aigangu sitore nande gwika tukwane tugwikane ngaigangu sitore nande kiritogani tigekoreke nje nare goteba iga ase igoro ye county yeito ase egaba nego toko kurunga amusinyalibo kimom amusinyalibo ndotenga esa uriyo komegwo konge kuri Nyamira neme chando yabiri Nyamire menge aba mpino bagotoka bamomiga nje nare goteba ngarando sibare gocha kumutiga tomupime tomurigererie bono manyete entamero ngocha gutokere 2027 entamere yegocha gutoka ngocha goteba ari nari guitwa ngocha goteba ari nari guchandwa bono nacha kuburi round ndi ya gatatu ya kabiri na batoko mwase ngenjo otebira ari guchandwa nari gotebyo mo senator tigamutige engere bakuna kumubwata bwate naba mpigete bamutige tomurigererie tumanya stogocha gutenena ntuzireria stogo gutenena igorende gendara goteba iga tigabatige kabane ya musike mom akore emiremo kago zinywa tumanye uzinyiro bona bono naje to nyama ya rurariga kasa ingibira kitana obiterekire eya kabere ngyaje tekigatere kumuino gaiga asitokoroka nga nyama gegurugaria ngetinda ramagosa ara mange unless bari kumutiga none chi aba MC aba baitu barega batie kuna kumina na toro mugabano na akore nari ka 2027 tuja kumayangi tokokora igonje timbu atianda mange yo nare gotebanga Nyamire yeto ntubwate mejando lakini tubwate mejando gwetera aba MC batu chandete bama itike ntubagokora ase county njera bona ale gukora ukwana yo Kwanza nataka kushukuru kwa nafasi hii mmetuletea karibu na sisi ili na sisi tuweze kuelezea na tuwajibike kulingana na kaunti yetu. Jambo la kwanza ningetaka kusema kama watu wanaenda election, wale ambao wanafanya application, kama ni mtu anataka kuwa governor, anataka kuwa MCA, kuna qualifications serikali imeweka. Na hawa walikuwa wapi wanauliza kimomi za hizi? Mbona hawakuuliza wakati ule ambao alikuwa anaingiza karatasi zake kama governor? Sasa hizi ndio wamekuja kugundua kwamba hakuwa na certificate. Wangemulete wakati ule ambao alifanya application kwenda IBC. Sasa waachane na hiyo mambo, wafanye kazi yao. Inaonekana kwamba wameshindwa ile kazi ambao wanastahili kufanya, wameenda kufanya kazi nyingine. Sasa seneta wetu aajibike na ile kazi ambayo alipewa. Sio ile kazi ambao haimfai hata. Pili, wanasiasa katika nchi yetu, katika Nyamira yetu, Nyamira South, Nyamira County, kila mtu anangangania kiti ya ugavana. Sasa wanafinya gavana kutoka hapa na kununua ma MCA hapa na pale. Waachane, sisi ndio tunaumia kama wananchi. Na sisi ndio tuliwachagua. Watuachie kazi yetu ya kuchagua, tuongoje 2027 yule ambaye atashindwa kazi yake. Sisi wenyewe tutamjibu. Tuna majibu, tutampatia. Kwa hivyo waachane na hiyo kazi kila kitu, na MCS warudi pamoja watufanyie huu muhula wa miaka 2 hii ambayo imebaki. Angalau watufanyie hata kitu kidogo. Hayo ndio ningependa kusema. Asante sana. Nashukuru kwa maoni yako. Asante sana kwa kunipa hii nafasi. Ningependa kwanza kutoka kwa MCA. Sisi hatukuchagua MCA waende pale katika bunge la Nyamira waweze kuenda kupigana vile wenzetu wamekwisha kusema, lakini tuliwachagua waende pale bungeni waweze kutengeneza sheria ambazo asiwezi kumkandamiza mwananchi wa Nyamira County. Kwa hivyo sisi kama watu ambao waliweza kufanya kupiga kura, tunastajabishwa kujua kuwa MCA hawako katika kazi yao. Kazi yao ni kupigana. Kwanza eneo langu la Mawa Ward ni shida tupu. Hivyo basi nikisema kuwa kama hawaendi kufanya kazi ambayo tuliweza kuwachagulia, sisi tumejipanga kama vijana tuweze kuwa-inject na kuwatoa katika viti. Jambo la pili ni jambo la gavana wetu wa Nyamira County. Ni aibu kubwa sana. Wakati kwanza mimi wakati huwa naishi pale katika Nairobi,
napata aibu kubwa kusikia watu wananiambia wewe unatoka kaunti ya Nyamira. Kwa sababu gani? Kuwa kaunti ya Nyamira ndiyo moja ya kaunti ama ugatuzi ambalo limeenda nyuma sana katika maendeleo. Na jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais wa Kenya, tumechoka kuambiwa mambo ya chenye anapanga kufanya. Sasa tunatarajia kuona chenye anasema, sasa nataka kufungua barabara hii. Tunataka kumuona na makasi akikata akisema sasa I have launched this road. Si kila muda kusema kuwa naenda kutengeneza barabara ya mahali fulani kwingine na kuungana kupeana vitu kwa watu badala ya kufanyia Wakenya kazi. Na hayo ndio mazungumzo yangu. Nashukuru sana. Hao ni machache ambao tumepata maoni ya wananchi wa hapa Nyamira County. Kwa majina nimekuwa ni Duncan na hii ni Bidii Media.